بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ndugu zangu Waislamu, risalatuna al-yawm, barua yetu, message yetu ya leo itazungumza kaifa nukhlisu lillahi ta'ala, vipi tutaweza kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tunaweza kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala fi sa'ir af'al, katika vitendo vyote, wal aqwal, na katika maneno yote, bila adid al umur, wa idadi ya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, muhasabatu an-nafsi, kuhisabu nafsi yako, kuichunga nafsi yako. Kwa namna gani? Inakuwa kuiangalia nafsi yako biistimrar, daima, na hasa kabla hujaanza kutenda jambo lolote. Fayanzur al-abdu fi al-asbab allati tadfa'uhu li'ityan bil-amal, angalie mja sababu ambazo zimemvutia yeye au kumpelekea yeye kufanya kitendo fulani. Ikiwa ni jambo jema, fala ba'as min al-qiyam bihi, basi hakuna tatizo lolote akalitenda na thawabu atazipata. Wa illa fala yuaddihi, na ikiwa atakachokifanya ni kiovu na kibaya, hakimridhishi Mwenyezi Mungu, basi akiache. Kwa hivyo hilo jambo la kwanza, muhasabatu nafsi. Jambo la pili, tarbiyatu nafsi, kuilea nafsi yako bilhirsi ala adai baadhi alibadati, kwa kujihimiza juu ya kutekeleza baadhi ya ibada bila ya kujua mtu yote yule, au bila ya kutambua mtu yote ule. Fatakun, ikawa ibada hiyo wewe unaifanya baina al-abdi, baina ya mja anaifanya, wa rabbihi faqat, na Mola wake tu bas. Kwa hivyo kuificha ibada na ukawa unafanya mambo kwa siri wewe na Mola wako, na unajiepusha na uqu' fi riya, kujiingiza katika ria, basi bila shaka yatahaqqaqu au yatakhallaqu al-'abdu bi khulqi at-tawadhu', hii inapelekea wewe kupata sifa au tabia ya unyenyekevu na tawadhu. Kwa hivyo lazima uilee nafsi yako kwa kufanya mambo ya ibada kwa siri kabisa. Ndugu zangu Waislamu, jambo la tatu vile vile, al-yaqin bila ajzi an ifa'i Allah ta'ala ma yastahiquhu min al-ibada. Una yaqini kwamba umeshindwa kutekeleza au umeshindwa kutimiza yale aliyokuwa kulazimika au kulazimikia Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Fakul a'mal, kila matendo na kila ibada na kila taa ambayo anaifanya mja, la tuqaddar bima yamnahu Allah liibadihi, huwezi kuilinganisha kile ambacho alichokupa Allah au alichowapa Allah katika waja wake. Kwa hivyo ni jambo ambalo kama uwe na yakini kwamba bado hujatekeleza jambo la ibada hasa, yani unahitaji tena kuendelea na kufanya bidii. Ndugu zangu Waislamu, jambo jingine ndugu zangu Waislamu vile vile muhimu ni murajaati al-abdi li'uyubihi wa taqsirihi, ni mtu kuirejea nafsi yake
kwa kasoro zake na mapungufu yake juu ya kutekeleza ibada ya wajibu na faraidh, aziangalie kwamba bado yeye ana upungufu, hana elimu, anahitaji kusoma na kuuliza ili ibada hiyo iwe inakwenda vizuri na kwa ikhlas. Ndugu zangu Waislamu, jambo jingine ambalo muhimu sana ni tadhakkur al-maut wa sakaratihi, ni kukumbuka daima mauti na maumivu yake na mateso yake, na kukumbuka kaburi na ahwali zake, matisho yake, na wal yawm al-akhir, na akakumbuka siku ya mwisho, wa ma fihi min al-ahwal, na kile kilichopo katika matisho na adhabu mbalimbali. Kwa ndugu zangu Waislamu, hizi zitakuwa njia ambazo zitakupelekea ili uweze kumtakasa au kuitakasa ibada yako. Wallahu a'lamu ahkam.